Habari. Siku moja kampuni ya kuuza viatu iliwaagiza maafisa masoko wawili kwenda kwenye kisiwa kilichokuwa pembezoni mwa mji ule, lakini cha kushangaza, maafisa wale wawili walipofika kule walikuta wananchi wa ile sehemu hawana utamaduni kabisa wa kuvaa viatu. Afisa walipomwokisha wakarudi. Waliporudi wakamwambia viongozi wao kwamba, na afisa wa kwanza akasema kwamba kule hatuna haja kabisa ya kupeleka viatu, kwani watu hawatanunua. Lakini afisa wa pili akasema, naona huu ndo wakati ambao kampuni yetu itauza sana kuliko nyakati nyingine zote, kwa sababu tutakuwa kampuni ya kwanza kuwauzia viatu na kuwatatulia changamoto ya kuvaa viatu wananchi wa sehemu ile. Basi baada ya kufanya hivyo, wakalichukua lile wazo la afisa masoko wa pili, kwa sababu lengo lilikuwa ni kuuza zaidi. Walipeleka kule, kweli waliuza, ile kampuni iliuza sana kuliko nyakati zote ambazo zimeshawahi kupita. Mafunzo ni nini ambayo unaweza kupata kwenye hili story? Ni kwamba akili yako ikiona ugumu katika sehemu yoyote inajenga ukuta wa wewe kutoiona fursa, lakini akili ikiona solution au suluhu katika lile tatizo lililopo katika ile jamii, itakufunulia na utapata fursa zaidi. Je, ningependa ujiulize katika wewe, katika eneo uliopo, unaona ni changamoto gani ambayo ukiitatua itakupa fursa na itakufanya wewe uweze kupata mafanikio katika kutatua suluhisho? Wanasema kwamba ili uweze kupata kitu inabidi utoe kitu. Ukitatua changamoto ya watu itakusaidia wewe kupata fursa yoyote ile. Ningependa nikuulize swali. Wewe unachagua kuwa katika afisa yupi, kati ya afisa wa kwanza au afisa wa pili katika mtazamo wenu kwenye kuiona changamoto? Mungu akujalie uwe na hekima na maarifa bora katika kufanya maamuzi, kwenye mambo mbalimbali katika jamii ambayo yanaweza kufunulia fursa katika jamii. Wabadi wa Fahid, yangu jina Thomas, life coach na public speaker. Mimi nabadilisha maisha kwa kubadilisha maarifa ya watu, kwani maisha yamejikita na yanategemea sana maarifa. Maisha yakibadilika, hata mwelekeo wa pesa pia unabadilika. Mimi naongea huku nikiweseka kiwenda wazimu kwa Tanakuru. Wow.